naitwa Abeli Emmanuel Sintowe, kwa jina la utani naitwa Maele. Pale mahakamani kuna mauaji, kuna usalama, lakini talaka na nyaraka zote zimejaa kwenye makabati ya wanandoa. Ushauri wangu, nimefika pale, nimeenda kufuatia na mimi mfuatiliaji, lakini kitu ambacho tunaangalia pale, mzee, unasema kwamba swala la kushauriana wanandoa wanashauriana wenyewe. Unafika pale wanasema kama ni kutengana, ambaye anataka kumpa talaka mwenzake ampe talaka. Talaka inatolewa ili watoto wetu wasalimika, wapate malezi kutoka kwa baba na mama. Wanandoa wakipeleka ripoti wachukue mama viboko 7, baba anachukua vya masikioni nani, ili wakatunze familia. Hamtaona tena watoto wanahangaika, watoto wanaopata makopo wazazi wapo. Halifai. Kaka, kuna maajabu ya Musa ambayo Mungu mwenyewe anajutia kwa nini ameumba binadamu. Kama unataka kuona maajabu, nenda ustawi wa jamii. Hakuna usalama, wanawake wanasikilizwa, sisi hatuna sauti. Kuna wanaume kama 17, niseme nipunguze, wanaume 7 wamejinyonga. Kuna wanaume wanajinyonga 7 ambao nimeona makaburi na msalaba umesimama hivi 7. Pointi yangu, sijaona mwanamke aliyejinyonga. Sasa mheshimiwa naongea haya, na pale na sisi wanaume tupate viongozi, ili tukishindana kwenye mambo ya ndoa tunapeleka pale na sisi tuwe tunasikiliza. Tutakufa na presha na vidonda vya tumbo. Niwaombe wenzetu ambao wanashughulika na hizo kesi, wao wasuluhishaji zaidi kuliko kung'ang'ania, yani kuliko kupendekeza watu waachane. Wasuluhishe zaidi ili watoto wasihangaike kwa kwenda kukaa. Na ni kweli kuna changamoto ya sheria. Wakati mwingine wanasema nyumba iuzwe, watu wagawane mali, watoto waenda kukaa wapi? Kwa hiyo na mimi nimejifunza jambo hapa kwamba kuna haja ya kwenda kutizama vizuri sheria zetu, sheria ya ndoa, lakini pia na sheria ya mgawanyo wa mali baada ya taraka. Na ni sheria lazima tukazitizame vizuri, kwa sababu watoto pia wanapata changamoto kubwa sana. Hizi sheria zote Mheshimiwa Waziri Mkuu kasema tunapoelekea kwenye dira 2050. Dira ni mpango wa serikali wa miaka 50 ijayo. Tumeanza tarehe 1 mwezi wa 7 kuitekeleza. Dhamira yake ni kwamba tunakwenda kurekebisha sheria zote ziendane na sasa, namna ambavyo wananchi wanahitaji kufanya maendeleo. Lakini jambo jingine la msingi niwaambieni, sheria nyingi zimetafsiriwa kwa Kiswahili. Kwa mahakamani tunakwenda kutumia lugha ya Kiswahili ili wananchi wasihangaike. Hapo vipi?